Wajua kuna watu wengine wamekuwa matajiri kwa bahati mbaya. Kuna watu wamekuwa matajiri kwa bahati mbaya. Mtoto alikuwa mkorofi, hana mahusiano na babake, lakini amekufa baba, arithi. Amekuwa tajiri kwa bahati mbaya. Huna uwezo hata wa kusema huyu asirithi, haiwezekani. Ukishakufa ni zake. Kwa hivyo kinachotakikana, tumia fursa ya kulitengeneza kaburi lako, kuliburudisha kaburi lako, kuweka marafiki watakao kukumbaza ndani ya kaburi. La kusikitisha ni kwamba hapa duniani ataita bila shay, umekuja huna kitu, lakini ulipopata fahamu na ukawa mtu, tas'a waraa kulli shay, uko mbioni kutafuta kila kitu uwe nacho. Je, alafu nini kinachofuatia? Thumma tatruku kulli shay, alafu utaacha kila kitu umetafuta, umepata na utaviacha, lakini hasara iko hapa. Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema, libni adam musibatani, yatruku malahu kulla wa yus'alu anhu kulli. Mwanadamu ana misiba miwili. Msiba wa kwanza, ataacha mali yake yote. Hivi ukipita pale custom hukubeba mzigo, utalipishwa nini? Hakuna, ulizwe una kitu. Lakini akhira si hivyo, utakwenda huna kitu na utaulizwa vitu vyote. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, wa yus'alu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Ataulizwa mwanadamu kila hela yake moja aliipata kivipi, kwa njia ya halali au ya haramu, na pia aliitumia vipi. Hukubeba, na ndiyo maswali yamebakia. Wengine wanaenjoy, wewe unadhalilishwa. Mpenzi muumini, hii dunia isikuguri katika maisha yako ukajaa kiburi, hujali, unafanya unavyotaka wewe, hujui kama una dini, hujui kama una kitabu, hujui uliletewa mtume. Halitakusaidia illa ni matatizo katika maisha yako. Allah asema, wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la la'anitum. Jueni mna mtume, mukiacha kumtii mtume, ikawa mwataka mtume, mambo ya mtume ya watii nyinyi, la'anitum, mtapata taabu. Matatizo yote ni kwamba twataka dunia ni yetu, tuitumie tunavyotaka. Tatizo ni kwamba huko kutaka kutumika vile tunavyotaka sisi, ndio taabu zinazidi katika ulimwengu.